ngonjera twaingia. Odiani naingia, uwanjani najimaga, wakubwa shikamoni, wadogo habari zenu. Nyalungu kuna nini? Mbona mmekusanyika? Tafadhali nieleze. Chekechea, anaweza kuzungumza na yeye. Watoto wa kike wadogo njoo. CDF ni shirika linaloshughulika na madhara. Ndugu mmekosea. Subiri nikueleze. CDF ni shirika linaloshughulika na madhara ya ukeketaji na ndoa za utotoni. Zibua masikio na akili upate jua. Magonjwa ambukizi, ukeketaji wachangia maumivu makali wakati wa ukeketaji, kutoka na damu nyingi na kupelekea kifo. Ukeketaji hiyo yawezekana. Ukeketaji katili na ndoa za utotoni, tena ngariba mmoja, wengi wameathirika. Ujue ukimwi upo, tunapaswa kujilinda, na iweka tusihoja kuweza kuepukana. Ukeketaji katili na ndoa za utotoni, tuepuke na ngariba, wajuaji wa viroba, kimera wa kuwekea ili wachinje haraka. Wachinja wanatiba, hunywa vya kwao viroba. Ukeketaji katili na ndoa za utotoni. Kutoka shirika la CDF Children Dignity Forum. Leo tumekuwa hapa katika kata ya Nyanungu, halmashauri ya wilaya ya Tarime, na tumekuwa na shughuli ya kuelimisha, lakini uelimishaji wa leo umekuwa tofauti kidogo. Tulichojaribu kufanya ni kuwapa fursa watoto na vijana ambao wanashiriki katika michezo katika klabu ambayo iko nje ya shule, ili waweze kuelimisha na kutoa ujumbe kwa vijana wenzao, kwa wazazi, kwa viongozi katika jamii yao. Na tumefanya hivyo makusudi kama shughuli mojawapo ya muhimu, lakini lengo lilikuwa ni kuona ni jinsi gani jamii ambayo inawezeshwa kwa maana ya maarifa na elimu mbalimbali ina uwezo wa kuweza kutoa elimu kwa wanajamii wenzao. Na tukiamini kwamba pamoja na elimu kutoka maeneo mengi, lakini mabadiliko halisi yatapatikana pale ambapo wanajamii husika pamoja na elimu kubwa waliyofanya wataweza kuchukua hatua. Kwa hiyo tumekuwa hapa tumewaelimisha watu mbalimbali. Kuna makocha ambao wameelimishwa, kuna vijana ambao wameelimishwa, lakini leo ilikuwa ni nafasi yao ya wao kutoa sauti zao ili ziweze kwenda kwa wafanya maamuzi, ziweze kwenda kwa wazazi, ziweze kwenda kwa vijana wenzao juu ya madhara makubwa ya ukatili kwa watoto na vijana, lakini pia juu ya madhara makubwa ya ukatili kwa watoto wa kike, ambapo katika eneo hili kama ambavyo wamejieleza wao wenyewe kwenye michezo mbalimbali, wameeleza kwa wazi kwamba kuna changamoto kubwa mtoto wa kike kulazimishwa kuolewa na kutopewa fursa ya elimu, lakini pia kuna changamoto baada ya ukeketaji katika eneo hili, na wameonyesha kwa wazi madhara ya ukeketaji na jinsi gani ambavyo ukeketaji unaunganishwa pia na ndoa za utotoni, kwa sababu akishakeketwa hata kama ana miaka 12 tayari jamii inamtazama kama mtu mzima ambaye yuko tayari kuingia kwenye majukumu ya ndoa, na anapoingia kwenye majukumu ya ndoa kwa kipindi hicho, maana yake ataacha shule, maana yake ataenda kwenye swala zima la mimba za utotoni na athari zote zinazoendana na mimba za utotoni, ambazo kuna za kisaikolojia, kuna za kitabibu ambazo zinaelezewa kufikisha elimu kupitia michezo. Michezo tuliyofanya ya awali ni kwamba tumetumia michezo kwa sababu vijana, watoto wanakusanyika sana kupitia michezo. Na unapokusanyika ujumbe unakuwa rahisi kwenda kwa walio wengi. Lakini michezo leo tumetumia michezo mbalimbali. Tumetumia mpira wa miguu, tumetumia mpira wa mikono, lakini pia pamekuwepo na maigizo, mashairi, ngonjera, risala mbalimbali. Na ni njia ambayo mtu anapata ujumbe kwa urahisi. Kuliko ambavyo ungekaa ukazungumza kwa muda mrefu, mtu anaona anachoka. Lakini akisikiza ni kwaya, ni ngonjera, ni mpira wa miguu, ni mpira wa mikono, ni mahali ambako ni rahisi watu kusanyika na kuweza kupata ujumbe ambao umeandaliwa hasa katika swala zima la ulinzi wa mtoto na hususani Angelina Mseti. Mimi cheo changu katika hii michezo
ni team captain. Inatusaidia kujuana, inatuelimisha katika urafiki, yani inatufundisha mambo mengi. Tumeweza kujielewa ni vipi tushirikiane ili kukomesha mafunzo tuliyopata. Tumeweza kufundisha mada zifuatazo: stadi za maisha, jinsi na jinsia, mawasiliano, urafiki ulio bora na urafiki ambao sio bora, ujana, mimba katika umri mdogo, magonjwa ya zinaa na ukimwi, uelimishaji rika, mila na desturi, mfano ndoa za utotoni, ukeketaji, tohara ya mpango. Hayo ndiyo mafunzo tuliyoweza kufundisha. Changamoto zinazojitokeza: baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa, viongozi kudai posho kwa makocha ili waweze kutoa ushirikiano. Baadhi ya wanajamii kuwa na imani mbaya, mfano Freemasoni. Kama hapa kwamba shirika limechukua, kama kwa mfano sijui tarehe ngapi, ilikuwa ni Jumanne, watoto walitoka hapa 3 wakaenda VETA. Wazazi wengi wanatamani kwamba nifanye nini ili mtoto wangu aweze kuchukuliwa kama wa mwenzangu alivyochukuliwa. Kwa hiyo sisi tunapenda mashirika, serikali mpende kutuletea michezo vijiji vyote, kata zote na wilaya. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mangucha Center. Na maana hata kijijini kuna wengine bado hii fursa haijawafikia. Kwa hiyo wazidi kueneza ili wafikie kona zote. Kwa sasa hivi baada ya hii fursa kuja, naona watu wameweza kuipokea fresh. Maana hata siku ya michezo yao naona hata wazazi wanajitokeza kuja kuangalia. Wengi wanafurahi. Wanaona watoto wa kike nao kumbe wanaweza kila kitu.